ambayo nitafuta baraka za Bwana. Je, ni njia ya kweli? Je, sikuja mahali hapa kusengenya wengine? Sikuja mahali hapa kufanya mambo isiyowezekana? Amen. Mungu atubariki. Shangilia Bwana, shangilia Bwana, shangilia Bwana, shangilia Bwana. Msomaji tutasomea kitabu ya Samueli wa kwanza. Samueli wa kwanza ni pale ambapo tutasoma somo yetu ya siku ya leo, sura 2 22 mpaka 26. Samueli wa kwanza sura 2 22 mpaka 26. Samueli wa kwanza sura 2 22. Utasoma kwa jina la Yesu. Amen. Basi Eli akakuwa mzee sana. Akasikia habari za mambo yote wanawake waliotendea Waisraeli wote. Amen. Eli alikuwa mtumishi wa Mungu, alikuwa kuhani wa Mungu. Amen. Na alipata uzee akimtumikia Bwana. Na kuna siku moja alisikia ya kwamba kazi ya Bwana imeharibika. Katika mji gani? Katika mji wa Israeli. Amen. Israeli ambaye naongelea ni mahali hapa hapo huko. Hiyo ndiyo Israeli ambayo naongelea. Sasa kwa kuabudia Mungu ni pale ambapo naongelea leo. Alisha usome. Na maana walivyolala wanawake wenye kutumika kwa mlango wa hema ya kusanyika. Amen. Hata watoto wa Eli walifikia kiwango wa kulala na wajakazi wa Bwana. Amen. Eli baada alipokuwa alisikia habari mbaya ya kwamba watoto ambaye aliachia kanisa, ambaye aliachia wachue kanisa, waliharibisha wajakazi. Akawaambia, kwa nini mnafanya mambo kama haya? Akawaambia, kwa nini wandugu wapendwa mnafanya mambo kama na haya? Amen. Maana ninasikia habari za matendo yenu. Yaani anasikia habari ya matendo yetu. Je, matendo yetu ambayo tunafanya juu ya kama ya Mungu iko na yaona, ndugu mpendwa. Na hasira ya Mungu itawaka kadiri ya matendo mabaya ambayo uko unapitia. Amen. Kwa siku zile ilikuwa watoto wa Eli wakilala vijakazi wa kanisa la Bwana. Amen. Hata vile ndugu mpendwa, leo ninatangazia kama Mungu amekuweka mahali hapa kwa kufanya kazi yake. Hakuweka mahali hapa ili uje uharibu kazi la Bwana. Amen. Usifikirie uzinifu tu ni kulala na watu. Amen. Lakini jua kama unaposengenya mwenzako umekuwa umuua. Amen. Umekuwa umharibu, umembomoa. Amen. Na atarudi nyuma, hataendelea mbele. Amen. Kumbe mtu unaelekea kanisani, olie umotivate watu, hasa wewe unakuwa kielezo wa kurudisha watu nyuma. Amen. Na Mungu iko naangalia, hawezi kufurahishwa na mambo kama na haya. Amen. Endelea usome. Sivyo wana wangu, kwa maana habari ninazosikia si habari njema. Mnakosesha watu wa Bwana. Amen. Akawaambia, akawaonya, mnakosesha watu wa Bwana amani. Mmekosesha watu wa Bwana, ndugu mpendwa. Kumbe ndugu mpendwa, nakuambia leo, kumbe kuongea kwako mabaya, kuongea kwako vibaya vimesababisha kukosea watu wale pasipo kujua. Amen. Umekosesha watu ndugu mpendwa wale pasipo kujua. Amen.
na Mungu anaona, analia, anasema umeharibu kazi langu, umeharibu kazi yangu, kazi yangu haisonge mbele, kazi yangu narudi nyuma. Niko naongea na mtu ambaye leo atabadilika, atabadilika tabia yake. Kama ndugu pendwa, ulikuwa unafika mahali hapa ukiharibu kazi ya Bwana kwa njia mbalimbali, ndugu pendwa, kwa tena leo shema imara. Ile adhabu ya Bwana isikije itakupata. Shema imara ndugu mpendwa. Shema imara ndugu mpendwa. Angalia wapi umevunja roho za watu. Angalia wapi umekosea wenzako. Angalia wapi umeongea mambo siyofaa ili kazi ya Bwana ipate blockage. Hiyo somo. Kama mtu akikosea mwenzake, Mungu atamhukumu. Kama mtu akikosea mwenzake, amen, Mungu atamhukumu. Mungu atamhukumu. Lakini mtu akikosea Bwana, ni nani atakayemwombea? Amen. 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 Maandiko iko wazi ndugu mpendwa. Mimi ni mtu na wewe ni mtu. Ninapokosea tutakosoana. Amen. Lakini mpendwa, unapokosea Mungu jua kazi yake, ni nani ambaye atakombolezea sasa? Umekuja ukagusa ile macho ya Mungu, ni nani atakuya kombolezea? Hakuna. Amen. Hakuna. Ni pale ndugu mpendwa, tumepigwa sisi pasipo kujua. Tumetembea njia mbaya, njia ambazo haziwezi tuingiza ndani ya baraka. Amen. Sababu tumetembea na vitu visivyo stahili na maisha yetu. Tumegusa ndani ya jicho la Mungu. Ndugu mpendwa, nakwambia leo, kama uko unafika mahali hapa ili uharibu kazi la Bwana, hauharibu mie, lakini uko unagusa ndani ya jicho la Bwana. Na Biblia inatuambia kama unapokosea Mungu, nani atakahukumu sasa? Hiyo somo. Lakini hawakusikia sauti ya baba yao, kwa sababu Bwana alikusudi kuwaua. Amen. Hawakuweza kusikia sauti ya Elia. Hawakuweza kusikia sauti ya kuhani. Ndugu mpendwa, kuambia leo, mara ngapi umeonyewa lakini upate kusikia? Umejumbia masikio magumu kwa nini? Angalia ndugu mpendwa, ili watoto wa Elia walipata kufa sababu ya kutokutii, ya kutokusikia sauti ya kuhani Elia, sauti ya baba yao. Amen. Amen. Niko nakwambia ndugu mpendwa, hatutaki maisha yako izorote. Hatutaki maisha yako yaharibike sababu ya kutokusikiliza na kutokusikia shauri ambazo Mungu anakupatia. Amen. Watu wengi ndugu mpendwa hawabarikiwe, wamefungwa baraka zao. Hata unaweza kuwa muombaji ndugu mpendwa, kama uko unagusa ndani ya kazi ya Bwana, kama uko unaharibu kazi ya Bwana, hata unaweza omba ndugu mpendwa, maombi yako haiwezi fanya kitu tena. Sawa, Mungu amekugezea mgongo. Amen. Unapoangalia Mungu amekuja mgongo, maombi yako hayashibilikane, maombi yako hayaonekane kwa mtu. Unaombea mtu ufungulifu, lakini apate ufungulifu jua kama umekosea Mungu. Amen. Utubu, ushuke, uambie Mungu akurehemu, akuonekanie. Amen. Sababu mkono wake hauone tena. Amen. Mkono wa Mungu unaonaka wakati uko unaombea mtu na anaona muujiza. Lakini yule mtu kama haona muujiza ndugu mpendwa, jua kama kuna kitu ambacho hakiendeki kati yako au wewe na yule mwombaji nalo mhitaji. Amen. Amen. Tunafuatana mzuri pale. Amen. Tunafuatana mzuri pale. Ni pale ambapo ndugu mpendwa, watoto wa Eli sababu ya upuuzi Mungu akawaua. Akasema
umechezea kazi yangu sana. Amen. Nikataka kuambia ndugu mpendwa, kumbe wakati unapochezea ndani ya kazi ya Bwana, unapogusa ndani ya macho ya Mungu, kuna kitu ambacho Mungu atakupiga hata ndani ya jamaa lako, ndani ya kazi yako yote itakufa bure, hautaona mafanikio. Amen. Si ya kukufa tu kimwili, hapana. Unaanza kufa, unakuwa mtu wa ole. Unakuwa mtu wa ole. Kila siku waje wakuomba hitaji. Haupate jibu. Ni kwa sababu hakutembea kadiri Mungu anayokutazamisha utembee. Haushibishe ile kazi ambayo Mungu alikupatia. Hii karama yako ambayo Mungu alikupatia. Je, unatembea kwa haki na kwa kweli? Naye mtoto Samueli akaendelea kukua, akakubaliwa na watu vile vile. Amen. Mtoto Samueli alipata kibali, alikubaliwa na Mungu na akubaliwa na watu, sababu alitembea selon la volonté de Dieu. Alitembea kwa mapenzi ya Bwana. Mungu mpendwa, itika kufanya mapenzi ya Bwana ili uone muujiza wa Bwana. Samueli alitia kufanya mapenzi ya Bwana na akaona muujiza. Na wale ambao walifanya mapenzi yao binafsi walipata kufa. Walipata kufa wakaangamia. Kile Samueli Mungu alimuona, sababu alitembea kwa mapenzi yake. Amen. Je, nao jiulize ndugu mpendwa, mapenzi gani ambayo umetembelea ndani ya huduma wako? Mapenzi gani ambayo umetembelea ndugu mpendwa? Amen. Kufanya mapenzi ya Bwana ni kuwa mtiifu kwa Mungu. Amen. Unasikia nini ambayo Mungu aliniambia nifanye ndani ya ministeri yako? Unasikia nini ambayo Mungu aliniambia nitembelee? Na kuogopa sana. Ndugu upenda ukaweza vitu viwili kutoka mashindano. Amen. Sababu mtu ambaye anatembelea ndani ya mapenzi ya Mungu hawezi kuwa muongo. Amen. Hawezi kuwa muongo ndugu mpendwa. Sisi waombaji tuko na problem. Amen. Tuko na problem. Iko sisi waombaji. Amen. Hata tunafika wakati, amen, niseme hapa lakini hata waombaji wa kosi zingine wanafika wakati, amen, wanapoangalia Mungu ashawaongezea mgongo, waenda para waprofesia mafrapa. Amen. Kwa kutimiza mapenzi yao ya mwili. Amen. Wanatoka mapenzi ya Mungu, wanaingia mapenzi yao wenyewe. Amen. Na pale ndugu mpendwa, kanisa inabomoka, inaingia ndani michanganyiko. Michanganyiko ndani ya kanisa. Amen. Sababu tumetembea kinyume na mapenzi ya Bwana. Unasema Bwana na hakusema. Acha Mungu afanye mapenzi yake ndugu mpendwa. Hapana wewe kufanya mapenzi yako ya kimwili. Acha Mungu mwenyewe aongee na atende. Na Mungu anapoongea, yeye mkamilifu kwa neno lake. Bwana kusema Mungu anasema ndio televisheni yako na hakusema. Amen. Mungu anasema unipatie nyumba yako, paseli yako na hakusema. Amen. Ili mapenzi yako mwenyewe. Amen. Na watu wanapogundua hii manyanga wanakimbia kanisa. Wanatawanyika. Kila mtu kwa njia zake. Je, utaishi kabisa? Sio utakuwa tu. Amen. Mwisho wako ni kufa ndugu mpendwa, sababu umeharibu, umegusa jicho la Bwana. Umebomoa kanisa la Bwana. Kila mara anaambia mtu wakati unaangalia esheki, amen, ndani ya kazi yako, ndani ya kazi ya Mungu, hata ndani ya nyumba yako, amen, jiulize, mwi esheki pale yangu ni ya wapi? Amen.
Hapana kusema umeharibisha. Wewe hapana. Ikana chini, tulia ndugu mpendwa. Jiulize, hii eshaki inatokana kulingana na nini? Amen. Pale yangu mwa hiyo eshaki iko wapi? Unapopata pale yako ndugu mpendwa, itakulazimisha uweze kumsihi Mungu ili tena akuonekanie na uzipange sawa sawa. Na kazi yako ipate kushimama. Hapana kukua na jipatia masababu zisizo na maana ndugu mpendwa. Angalia ndani ya shake pale yako ni ya wapi, ndani ya kazi ya Bwana. Ndani ya nyumba yako angalia pale yako ni ya wapi ndugu mpendwa. Ujumbe wangu unasabarakana, pale yangu iko wapi? Sababu hata ungene ndani nyingine ya nyumba, amen. Kama hawajua probleme yako, ingali tutakufanya kule unaenda. Amen. Lakini ni heri kuangalia probleme yako, kuona inatokea na unasihi Mungu akuwezeshe mwele probleme. Soma le 29 mpaka 32. Ruka pale 29. Ruka 29. Kwa sababu gani basi mnakanyanga dhabihu ya Mungu na sadaka yangu? Amen. Kwa sababu gani unakanyanga sadaka yangu, dhabihu zangu mimi Mungu wenu? Sababu gani? Watoto wa Elia waliharibu sana kazi ya Bwana. Walichezea sadaka ya Bwana. Ilikuwa sana furaha ya kula karea vitika na mandazi na mandale. Waliharibu sadaka la Bwana. Waliharibu dhabihu ya Bwana. Amen. Angalia ndugu mpendwa, maana sadaka ni gani na kanisa nafanya nini? Amen. Kazi ya sadaka si ya kuleta kwa roho mvinyo. Kazi si ya kuleta kwa onga wanamke. Kazi si ya vitu kwa una vitu sio ya maana. Amen. Lakini kazi ya sadaka inafanya kazi ya Bwana. Amen. Na ni pale Mungu anafurahishwa. Anasema amina. Kwa kazi kubwa ambayo umenifanyizia, nami nitawajibu hitaji zenu. Lakini mnapoenda kiwelela kinyume na penzi ya Bwana mpendwa, mtapata ishaki. Hamtapata victoire. Amen. Utangalia wengine watumishi wa Mungu hata wanafia kiwango kudetourner sadaka za Bwana. Watu wanatolea sio kufanya kazi ya Bwana, lakini wanafanya detournement. Wanadetourner Mungu kwa nini? Na watu kama na hao utaangalia, hakuna mafanikio yoyote. Hakuna. Maisha yao ni ya kulia tu. Ya kulia tu. Ni kwa sababu walifanya nini? Mapenzi yao. Hawakupenda kufanya mapenzi ya Bwana kupitia njia sadaka ambayo Mungu aliweka ndani ya kanisa. Amen. Si kwa bure Mungu aliweka sadaka ndani ya kanisa. Si kwa bure. Ni ili sasa hizi simtumikie. Endelea pale. 32. Kwa sababu hii Bwana Mungu wa Israeli anasema kweli, anasema nyumba yako na nyumba ya baba yako wataendelea mbele. Lakini sasa Bwana anasema neno hili liwe mbali nami, kwa maana mwenye kuniheshimu nitamheshimu. Amen. Amen. Unapotimiza mapenzi ya Bwana, Mungu anatuambia kama unapomheshimu naye atakuheshimu na kukuheshimisha. Unapomdharaulisha naye atakudharaulisha maisha yako yote. Mungu anaangalia mambo makubwa ambayo yanatoka kwa bure. Mungu alishusha neno hili. Amen. Ni kwangu na kwako ndugu mpendwa, ili tujiangalie wapi ambapo tumepotelea, ili tena tusikie tupate pigo ya Bwana sababu ya upuuzi wetu, sababu ya kutokutii sauti ya viongozi wetu, sababu ya kutokutii sauti ya Muumba wetu. Sema amen. Ataheshimu
na kuheshimisha waliomheshimu, na atadharaulisha waliomdharau. Amen. Hata uzao wenu utazaa, kwa sababu uliheshimu muumba wenu. Soma Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati 28:1. Na itakuwa kama utasikia kwa bidii sauti ya Bwana Mungu wako. Na itakuwa kama unaposikia kwa bidii sauti ya nani? Ya Bwana Mungu wako.